So hii ndio take yetu ya kwanza. 1, 2, action. Hello, jina langu naitwa Raymond Wesley John Chilambo, ni producer, director, founder wa Chilament Studios, lakini vile pia tuna production company mpya ambayo tumeitengeneza inaitwa Wakushi Production, ambayo itakuwa inajihusisha na vitu kwa ujumla vya production kwa maana ya video production. Hii itakuwa inahusika zaidi na live concerts, maana ya harusi, birthdays, tutakuwa tunaweza kushoot, lakini live events pia kama tournaments labda za poker au tournament za football. Tutakuwa tuna equipment ambazo tunaweza tukashoot vitu mbalimbali, lakini kwa sasa ndio tumeanza kwa kupitia studio yetu Chilament Studios. Tumeproduce short film yetu ya kwanza ambayo inaitwa Echo. Filamu yetu hii tayari tumeshairusha, ipo YouTube, na kwa baadhi ya watu ambao wameiona sawa, imekuwa na mapungufu hapa na pale, lakini tutakwenda kuangalia leo mapungufu zaidi ambayo yalitumika kwenye ile filamu. Kama tutapata muda mzuri tutaweza kufanya mahojiano pia na mwigizaji ambaye ameigiza kwenye ile short film yetu. Vile pia tutakwenda kuangalia tunaboresha wapi, lakini malengo hasa ya kampuni yetu ni nini, na tulipoanzia na tunapokwenda. Karibu sana. Yes, kama nilivyofanya kwenye utangulizi, filamu yetu ya kwanza, short film yetu ni Echo, ambayo tulitengeneza mwezi uliopita. Tumeanza rasmi mwaka huu 2025. Tulitengeneza minajili ya kwamba kabla hata hatujafikiria kutengeneza hii production company, tayari tulikuwa tumeshaanza kufanya some short clips, kwa sababu nakumbuka mimi historia yangu ni kwamba tayari kwenye swala la filamu na masuala haya ya movie nilianza kupenda tokea kitambo sana. Tokea nimeanza kuona filamu zangu bado niko mdogo kabisa, nilikuwa na tabia ya kuwaelekeza na kuwasimulia ndugu zangu, na baadaye nikaanza kuwa najiandikisha mambo ndogo, lakini baadaye nikaona kwamba nikakutana na katika line yangu ya kazi nikakutana na huyu jamaa ambaye tumefanya naye hii Echo. Kwa hiyo tukaona, of course tulipotezana baada ya muda fulani, lakini baadaye nikaja tukaona kwamba tayari wao wanafanya kitu kama kile, wanafanya mambo ya comedy, wako tayari wana handle zao za TikTok and whatsoever, na mimi tayari kwa kipindi nilikuwa nimeshafikiria kufanya YouTube channel ambayo itakuwa inaelezea story, kwa sababu nilikuwa tayari story zangu mimi nimeshazitengeneza, nilikuwa nataka kufanya, lakini kwa jinsi teknolojia ilivyokuwa kwa kipindi hicho zilikuwa kidogo very expensive jinsi nilivyokuwa ninaona mimi. Kwa hiyo nikawa nimefikiria tengeneze tu channel niwe nafanya hizi short pictures kwa kutengeneza mimi mwenyewe, labda kutumia mtandao, then andika story na narrate, au naweza nikatumia hata internet kwenye narrate, then naipost kwenye YouTube, then kazi napata of course views nzuri. Lakini baadaye ndo nikakutana na jamaa, tukazungumza, tukaona kwa nini tusifanye kitu. Kwa baada tulipozungumza ndo tukatengeneza hii short film yetu Echo. Lakini baada ya hapo tukazungumza tena, kwa sababu tunataka tushuti film nyingine, na tukawa tumeona kwamba kwa nini tusifungue production company ambayo tutakuwa tunadeal na kutengeneza hizi clip, lakini vile tutengeneze platform ambayo sisi kama vijana wa Tanzania na watu wengine ambao wana mawazo kama ya kwetu wanaweza wakaja wakafanya. Kwa hiyo tayari nimezungumza naye, then tukazungumza na mwenzetu mwingine ambaye na yeye pia alikuwa tayari kwa hii, ambaye ndo alikuwa anafanya na jamaa kabla hajakutana na mimi. Kwa hiyo naye akawa amesema tayari yuko tayari kwenye kujiunga kutengeneza hii production company. Ni tayari mimi nikaenda nikazungumza na rafiki zangu wengine ambao niko nao kazini,
ambao nao pia wakaniunga mkono, kwa sababu kuna wengine pia ambao walikuwa tayari wana talent zao, wanafikiria kufanya kitu na talent zao, kwa mfano na mambo ya makeup, mambo ya sound, tayari wako interested na project yetu. Kwa hiyo kwa sasa ndo tuko kwenye foundation, tayari tumeshazungumza, kwa tunakwenda kuangalia ni namna gani tunaweza tukafanya kazi kwa jumla. Na vile vile kwa sasa hivi bado hatuna vifaa kivile, kwa hiyo ndio kwanza tumeanza. Kwa hiyo tunaendelea kushoot video zetu mbalimbali, na kwenye channel yetu ya YouTube tutakuwa tunapost, tunaonyesha documentation kama hivi, lakini pia tutakuwa tunafanya behind the scenes, tutakuwa tunaelezea the stories shot by shot na vitu kama hivyo ambavyo vitakuwa vinapatikana kwenye channel. Kwa hiyo leo tayari kwa sababu tumeshatengeneza short yetu ya Echo, ningependa kuizungumzia kidogo. Echo ni story ambayo niliandika mimi of course, sababu nilikuwa nataka kitu ambacho kiwe mystery, lakini tayari kiwe kwenye mtu akikiona nikifanywa katika ubora wa hali ya juu kidogo, kuliko tofauti na filamu zetu sasa hivi ambazo zimebezi zaidi kwenye drama. Kwa hiyo of course kitu ambacho kilinijia kichwani ni kwamba kila filamu nyingi nilikuwa nikiangalia za Afrika au za duniani zikija drama, watu wanapenda sana drama. Lakini linapokuja hata kwenye drama, ukiweka mambo ya fantasy, ukiweka mambo ya witchcraft, watu inakuwa very interesting zaidi. Hata ukikumbuka zile movie za Nigeria zilizokuwa zinaingia Tanzania, kulikuwa kuna a lot of witchcraft. Kwa zile zilikuwa zinagusa zaidi imani za watu. Kwa hiyo unakuta watu wanapenda zaidi kuangalia zile filamu. Kwa hiyo hata mimi wazo langu nikawa nimekuja kwamba kutengeneza za design hii zitasaidia zaidi, kwa sababu watu wanakuwa interested. Hata sasa hivi ukiangalia tamthilia ambayo inabamba kabisa, Kombolela, zile elements za uchawi na witchcraft katika ile tamthilia zinafanya ile tamthilia inakwenda viral zaidi. Kwa hiyo ndo hicho ambacho nilikuwa tumekifikiria. Kwa hiyo nikasema sasa, kwa sababu sasa hivi hatuna crew, tulikuwa wawili tu, kwa hiyo tukasema ngoja tufanye kitu. Kwa mshikaji nikampigia simu, akaja nyumbani kwangu, nakumbuka tukashoot. Uwezi amini ile shot tulitumia just simu yangu mimi nilikuwa natumia Xiaomi 11T ambayo ilikuwa ina camera, very decent camera. Kwa tukashoot na hatukuwa na lights zozote, na nakumbuka hata kama ukiangalia kwenye ile shot ambayo ndio criticism kubwa tulipata kwamba lighting kidogo ilikuwa chini, kwa sababu of course nilikuwa natumia natural light, lakini kuna muda ikawa nahisi kama labda ule mwanga wa kutoka nje wa jua utaunguza, itakuwa very overexposed. Kwa hiyo nikaamua kufunga madirisha. Nakumbuka tumefunga madirisha, ikawa bado kuna giza. Kwa baadaye hata ukiangalia kwa mbele kidogo nilifungua yale madirisha, lights zikawa, lakini kwa sababu tulikuwa tuna only one camera, kwa zile take retake hazikuwa nyingi. Yani of course kwa sababu ilikuwa angle zote tunashutia kamera. Kwa kidogo shoot ilikuwa tumefanya muda mrefu. Hakuwa muda mrefu sana, lakini at least ilikuwa shoot moja tunaifanya zaidi ya mara 3. Kwa hiyo tulipofungua madirisha of course tayari lighting, of course scene yenyewe nilikuwa sitaki iwe na lighting kubwa, nilikuwa nataka iwe na lighting ndogo kuweka ile element ya mystery. Kwa hiyo ndo tulifanya, tukashoot. Nakumbuka tulishoot only one day, sababu sasa 4-5 minutes clip ndo tulitengeneza. Kwa hiyo tukaishoot basi akaondoka, mimi nikabaki nikafanyia editing, na of course kila kitu kwenye ile kitu nilifanyia kwenye simu. Hata editing pia nilifanyia kwenye simu. Nilifanyia kwenye program ya CapCut ambayo it's a very decent, lakini kwa sababu ya zile element ambazo nilikuwa nazitaka mimi, so I had to, nikabidi nilipie. Kwa nikalipia sababu nataka lazima mtu uwe genuine. Ile ni program ya mtu ambaye anafanya mtumia akili, na nini, kwa tukalipia pro version ya CapCut, so nikafanyia editing ambayo hata results yake kiukweli haijapata nani mbaya sana. Sound nilifanya pia kwenye simu, sound nilijaribu kurekodi baadhi ya sound, na bado nitumia microphone ya simu tu moja kwa moja, sikuwa na professional gear ya sound. Kwa hiyo baadhi ya music scores nilidownload YouTube kwenye zile ambazo zinakuwa na copyright free, ambazo unaweza kuzitumia commercial na nini. Kwa nika download zile, nikajaribu kutafuta ambazo zinaendana na simu yetu.
kulipia na zile elements ambazo zilitumika kwenye ile Echo, nilifikiri zile paid version zilikuwa nzuri. Hata ukiangalia kwenye ile facial tracking application ilifanya vizuri, ukiangalia pia kwenye ile macho glowing ya macho ilifanya vizuri. Kwa hiyo nikaona paid version itakuwa ni nzuri zaidi, kwa hiyo maana nikalipia. Alafu pia vile vile ni nzuri kufanya kuchangia at least mawazo ya mtu, ukatumia muda wake kutengeneza ile application ambayo pia imekuwa ni nzuri kwa sisi ambao ndo young filmmakers ambao ndo tumeanza, inakuwa kidogo kwetu ni nyepesi. Kwa hivyo pia Echo tulifanya location nyumbani kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo tulikuwa ni kwa urahisi kupata, na siku hiyo bahati nzuri familia yangu ilikuwa nyumbani. Hata walipokuja wakarudi baadaye walisubiri nje, kwa sababu uzuri shoot yenyewe ilikuwa inahusika tu kwenye location moja ambayo ni sitting room and props. Tulitumia simu ambayo simu ilikuwa ni ya kwake, na pia ile box ni box ya simu nyingine ambayo tulikuwa tumeshanunua zamani, tukatumia kuifanya kama ndo ili itokee ile interaction ya yule actor wetu na ile simu. Kwa hiyo ukienda story wise ya Echo ni kwamba Echo ni sub story ya the bigger universe ambayo tunatengeneza hapa Chilament Studios pamoja na Wakushi Production. Yani ni production ya ambayo tumeitengeneza ya muda mrefu, karibia miaka 10 au 20 kwa cinematic universe nzima kukamilika. Kwa hiyo tuna projects nyingi ambazo tumekwisha kuziandaa. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya taratibu, ambapo kwa sasa tuko katika phase ya kwanza ambayo ndio tunatengeneza hizi short clips, documentaries and behind the scenes, lakini baadaye tutakwenda kutoa hiyo, lakini tutaanza kudevelop the universe yenyewe. Kwa in a nutshell, story ya Echo ni kwamba kama nilivyosema ni sub story ya the bigger universe, lakini yenyewe ni sub story ya kwenye filamu yetu ambayo nimekusha iandika tayari. Sasa hivi imeshakamilika kabisa, bado tu katika technology na najua gharama kutengeneza na nini bado hatujajipanga vizuri, ila nimekusha kuiandika. Inaitwa Stella The Guardian Protocol. Ile ni filamu ambayo iko katika Gambosh Universe, ambayo ndio universe yetu inaitwa Gambosh Universe, ambayo ni universe ambayo ina include mystery, drama, technology, sci-fi, cosmos, and it's religion, a lot of stuff. Kwa hiyo sasa ile Echo ina maana iko katika part ya science fiction, kwa hiyo itakuwa kwa namna moja au nyingine itakuwa ina link labda na Stella The Guardian Protocol. Kwa hiyo Echo ni moja ya foundation ya cinematic universe yetu, na kwa clip yote ambayo tunatoa au ni short film yote ambayo tunatengeneza tayari inakuwa iko katika ule muundo wa the bigger universe. Yani there is something which is bigger than ambacho unaweza ukakiona. Kwa hivyo development ya Echo na the story behind ni kwamba huyu jamaa amenunua simu mpya, kama tunavyopenda kununua, kama binadamu yote anaweza kununua simu, lakini hii simu tayari ikawa ni kama daraja au the gateway ya yeye kuwa upgraded to the new technology au AI, ile artificial intelligence ambayo inamfanya yeye anakuwa possessed with the technology. In a nutshell story ndio iko hivyo, kwamba kama tulivyo siku hizi watu wanapenda kununua simu na tunakuwa busy sana na simu. Kwa hiyo hizi simu zinafanya mtu unakuwa possessed, yani unakuwa kama uko possessed with a new technology. Kwa hiyo ndio the theme ya story yenyewe. Kwa hiyo hata guy unaona kwenye ile story inavyoisha pale, jamaa anakuwa kama yuko possessed tayari na mobile. Kwa hiyo it's
ni short story ambayo mtu hawezi kuielewa kwa haraka, lakini ina maana kubwa zaidi. Hata kwenye jamii yetu sasa hivi watu wengi wako possessed na simu, au nakuta muda wote watu wako social medias na watu. Kwa hiyo Echo inaakisi hicho kitu, lakini katika more artistic way, yani njia ile ya kisanaa zaidi, ambayo inamuonyesha huyu jamaa amenunua simu tayari, mwisho wa siku ile simu imefanya amekuwa possessed. Kwa hiyo sema tu kwa sababu tumetumia ni short clip, tusingeweza kuonyesha like anatumia simu kila siku. Kwa hiyo tukatafuta tu artistic way ya kuifanya, lakini pia still it's a plot ya bigger universe ambayo I hope itakuwa very exciting. Kwa hiyo ndo story yetu ya Echo. Lakini vile ukizurudi sasa kwa Chillerment Studios. Chillerment Studios ni nini? Chillerment Studios ni studio ambayo itakuwa ina create, ambayo ndio creator and founder of this universe, like kama vile ilivyo Marvel Studios ambayo wana create zile Marvel Cinematic Universe. Kwa Chillerment Studios ni sehemu ya Wakushi Production ambayo inakuwa ina produce these movies like feature films and what. Kwa yenyewe ni Chillerment Studios imebase zaidi kwenye production ya films and movies, lakini Wakushi Production ndo kubwa ambayo ina produce all this stuff. Kwa katika Wakushi Production unakutana na vitu vingi zaidi, lakini kwa sababu leo tunazungumzia Echo, interview nyingine ambayo tutazungumzia zaidi kuhusu Wakushi Production ni nini, Chillerment Studios na kila kitu na integration nzima. Lakini kwa leo tunazungumzia Echo ambayo ndio our latest release, iko pale YouTube, kwenye na YouTube yetu channel inaitwa Wakushi Republic Production, iko under Chillerment Studios, na utakuta pale tumetengeneza playlist tofauti. Kwa hiyo Echo utaikuta iko katika playlist ya short films ambayo tutakuwa tunapost humo. Channel yetu bado ni mpya na tunaendelea kuposti na kuiboresha zaidi channel yetu. Kwa hiyo usisahau kubonyeza the like button kama mpenda hii video. Pia usisahau kusubscribe Wakushi Republic Production, ambayo utapata burudani mpya, burudani ya kisasa kabisa ambayo haijawahi kutokea Tanzania na mikoa ya jirani na nchi za jirani. Lakini vile usisahau kubonyeza notification bell ili kila tunapoposti video mpya uweze kuiona na kuenjoy. Thank you so much. Cheers.